Asanti sana Mr. President, kwa sababu mtoto wangu hakuuliwa, umlete huku Kenya. Asanti sana, nitafurahi sana na watu wengi watafurahi. There's a lot of diplomacy and a lot of communication going on, but the best bit of it is that Nduta is not going to be hanged now. There's a lot of talk going on, and very soon the government will give its position once the negotiations are done. Walikuwa wasichana wawili. Nduta akaambiwa wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka. Vile siku yake ilifika ya kutoka, aliniambia, Wambo wetu, nimenunuliwa bag, nimeambiwa yangu ni ndogo na pia ni mzee. So akanunuliwa sasa, akaambiwa toa nguo zako uweke kwa hii bag nyingine. Bila alitoka na basi, alitoka hapa Kenya akaenda Ethiopia na basi, akafikanga huko Ethiopia. Kufika huko alikaa 10 days. Ukakaa tena, walikuwa wasichana wawili. Nduta akaambiwa wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka. Vile siku yake ilifika ya kutoka, aliniambia, Wambo wetu, nimenunuliwa bag, nimeambiwa yangu ni ndogo na pia ni mzee. So akanunuliwa sasa, akaambiwa toa nguo zako uweke kwa hii bag nyingine. Bag yake ikaipangwa kwa cargo. Nduta akatokanga hapo airport ya Ethiopia, akafikanga Qatar. Kufika Qatar, akaniambia na kichwa. Akaniambia anaumwa na kichwa. Guys, maajabu imefanyika tena. Maajabu imefanyika Vietnam. Kitu ijowahi tokea. So Nduta alienda kunyongwa hivi. Jana baada ya kusema tu statement yake ya mwisho kumwambia say the last word, jamaa akaenda kumwekea hivi kamba. Inasemekana kamba ilikatika. Kamba ilikatika ikaanguka. Kitu yenye ijowahi fanyika Vietnam, kwa historia ya Vietnam, watu wote wameua, ijowahi fanyika kitu kama hiyo. Juu tunasikia Nduta alishout tu akasema Mungu niokoe. Kamba chwa ikakatika. Kweli maombi iko na nguvu watu wangu. Maombi iko na nguvu. Yaani ile unasikianga ametenda tena, the God of the second chance. Anaitwanga God of the second chance, God of the 11th hour. Yaani kale kadakika ka mwisho. Wakenya si wanajua kuomba. Wakenya they know how to pray. Wakenya wanajua kuomba. Yaani venye Wakenya wameombea Nduta, hivi tukieka tu maombi tupeleke tu upande hiyo ingine hiyo ya Kasongo, anatoka tu kwa kiketi roho safi. Sasa hizi tunasikia Nduta imesitishwa anyongwi tena, kwa sababu hiyo ni kitu ijowahi fanyika in the Republic of Vietnam. Kwa historia yao yote ijawahi tendeka kitu kama hiyo. Mpaka wenyewe wanasema mara ni uchawi, mara sijui ni Mungu mgani. Wameshangaa, serikali yenyewe imeshangaa. Imeshangaa, ikasitisha, ikasema wachaneni kwanza hii maneno. Sasa Nduta saizi imesimamishwa, si ati imesemekana hata nyongwa, lakini wamesema wasimamishe kwanza, kwa sababu mambo imetendeka si ya kawaida. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Yaani Mungu ameenda katetea Nduta. Tena hii sasa nilo unasikianga si ati ametumana. Alienda yeye mwenyewe, akashuka yeye mwenyewe, akajionyesha yeye mwenyewe. Akajionyesha yeye mwenyewe. Na bado tunamuombea Mungu amsaidie kabisa. Arudishwe, hiyo kesi itupiliwe mbali, wamrudishe huku kwetu, akuje afungiwe huku, ama akuje huku tuanze kukamata hawa wajanja hao wenye wamefanya yateseke huko. Tuanze kuwakamata one by one. One by one. Familia sasa imefurahi, familia at least imerelax. Wakenya at least sasa tumejua kweli Mungu wako. Mungu anajibu maombi bwana. Hii ni maajabu. Hii ni maajabu ijowahi fanyika Vietnam. Ni maajabu ijowahi fanyika kwa hii dunia. Ijawahi fanyika. Yaani umeambiwa sema maneno yako ya mwisho, umeenda ukaekewa kamba, ni kuswitch sasa ianze twa. Kamba mupya ya makonge ngumu kama senyenge. Kakatika.
Mungu wa Kenya ako, Mungu wa Nduta ako. Mungu wa Nduta ako. Alisikia kilio yake, by the way. Hey, wacha tu niwaache guys. Subscribe, like and share.